Promova TV, a home of testimonies. Kwa yule mtoto akaa na hivyo vitu, hizo hasira kwamba ugomvi, lengo tu afanye ugomvi ili kule shule afukuzwe na hapa mtaani atengwe. Kwa hiyo yale majini nikayatuma sasa. Wakati natuma manake kuna sadaka maalum ambapo huwa wachawi wanazitoa. Walikuwa wanazitoa. Hiyo sadaka lazima uyape damu yale majini, lakini pia lazima utengeneze chakula kizuri ambacho yale majini yatakuwa yanakula. Chakula hicho unaweza kuambiwa kwamba kwa mwezi utachinja jogoo mmoja, utakuwa unatoa jogoo mmoja, lakini yule pale kiwarisia baada ya siku kadhaa yule atakuwa sio jogoo tena, ni mtu ambaye baadaye atakuja kufa kwenye hiyo familia. Kwa hiyo yale majini kila mwezi nilikuwa natolea jogoo mmoja, na jinsi unavyotoa maana yake naweka kwenye chungu, yule jogoo nafunika kitambaa cheupe na mchinja mle kwenye kile chungu, na navochinja ile damu naimwagia ndani ya ile chungu. Baadaye namtoa yule jogoo, ile damu naifunika vile na kitambaa cheupe. Baadaye nikija nakuta ile damu haipo, manake yule jogoo, manake ile damu majini wamekunywa, na hiyo damu manake ni mtu sasa anaenda kufariki kwenye familia. Kwa hiyo nikatengeneza hiyo kafara ya majini, hiyo damu nikayapa chakula chake, nikayapa. Baadaye nikashangaa yule mtoto tayari nivyo yatuma kwa yule mtoto, nikaona tayari anaanza kubadilika. Shuleni anachelewa na hataki kuambiwa na hataki kuchapwa, akichapwa tena anakuwa na uadui, anatoroka. Mtaani pala akasababisha tukio moja baya sana, manake yule mtoto alikuwa na mtindo fulani alikuwa na mtindo ambao uliibuka. Yaani watu walishangaa tu ghafla kwamba kwa nini uliibuka ule mtindo, manake alikuwa na tabia moja ya udokozi. Alianza udokozi ambao hakuwa nayo hapo kabla. Hakuwa na hiyo tabia. Yule udokozi wakati anafanya sasa akawa sehemu, yani akiambiwa wewe mtoto mdokozi anabisha. Anasema kitu fulani kipotea, akiambiwa ni mtoto fulani alikuwa anacheza mahali hapo, anasema hapana, hataki kuambiwa kitu. Sasa siku moja tulishinikiza mzazi mmoja hivi, akamwendea wewe mtoto, manake yule mzazi alikuwa alikuwa amefua nguo, zile nguo alizianika, na ni nguo ambazo ilitakiwa kwamba mwanae azivae aende shule. Sasa yule mtoto akaingiwa na roho fulani hivi ya wizi, alafu anaenda nauza, anaiba, anaenda nauza, anakouza hajulikani, yani yeye mwenyewe alikuwa hajitambui. Kwa sasa yule mzazi, yule mtoto kaenda kaiba ile nguo, yule jasi kaenda kaiba ile nguo. Alivyoiba pale, ghafla yule mzazi kagundua huyu ni fulani, akaenda mpaka pale. Kwenda mpaka pale akasema huyu mtoto wenu ameiba, ni mwizi, kaiba nguo zangu, na huyu mtaani kote hapa anajua ni yeye ndo kibaka, ndo mwizi. Sasa nataka mwajibishe. Yule mtoto akachukua kisu, akasema nani mwizi, akamchoma yule mama chini ya mguu hapa. Choma kisu chini ya mguu hapa. Sasa ikatabia hiyo ikaenea pale mtaani, damu zikaanza kutoka yule mama. Kumbe tayari hizo asila zilikuwa ni za kutengenezewa na ugomba kutengenezewa. Kwa hiyo tukamweza kwa staili hiyo. Baadaye ikaenea pale kwamba mtoto hivi, shuleni kaenea na shuleni kule na tabia mbaya, akarudishwa. Basi kuanzia pale alivyorudishwa tu ile kwamba tunakupa suspension, ujifunze namna ya kuwa na adabu vizuri shuleni. Yeye akakata tamaa, akaanza kuwa mtoto wa mtaani. Nyumbani akaondoka na akaanza kuwa mtoto wa mtaani. Hataki shule, hataki masomo na hataki kabisa kusikia. Ametoroka na nyumbani, akaanza kuwa chokolaa. Machokolaa tunaoona sio wote kwamba ni machokolaa kawaida, wengine ni uchawi uliosababisha kuwafikisha pale. Basi naendelea kwenye mazingira hayo, lakini nilipoendelea pia nakumbuka matukio mengine ambako niliyafanya. Hapo nikazidi kupanda nafasi kwenye madhabahu ya matukio mengine pia
ilikuwa ni kukamata kizazi cha mwanamke, yani asizae. Unakuta mtoto mdogo, wewe pale unaenda, mfano mjamzito yuko sehemu anacheza, au wako pale wanaongea watu wawili, yule mama mjamzito naenda akinyanyuka pale, unaenda unachota ile ardhi alikuwa anakanyaga, ule mchanga ambao pale alikuwa amekaa, unaenda unachota, ukichota ule pale unapeleka kwenye kiringe chako, unaenda unafanyia uchawi, unamfunga, unachanganya ule mchanga, unafunga kitambaa kwa mafundo maalum na kwa mazungumzo, kwa manuizi, kwamba kama anavyofunga hivi ule mchanga unamfunga yule mtu, unaita na kivuli kinakuwa pale, unamfunga. Manake unaenda kuchukua kile kitambaa unafikia pembeni ya kaburi ambao mtu amekufa bila kuzaa, na kaburi hilo la muda mrefu, yani hajafa leo, hilo kaburi limesahaulika na huyo mtu alikufa bila kuzaa. Kwa hiyo huyo mtu hata akiombewa kwa namna gani, asipofunguliwa kifungo cha huo uchawi, yani isipotajwa huo uchawi, asipopigwa hivyo, unakuta ndio hawa leo hii wanasema mbona nimefanya maombi, mbona mafuta nimetumia, lakini bado anatakiwa akae kwenye maombi, akazane sana maombi ili kutengua huo uchawi, kwa sababu tayari ni uchawi ambao tayari umefanywa uchawi ambao kwanza mtu mwenyewe ambaye yani yule aliyekufa bila kuzaa na kaburi lake la muda mrefu na limesahaulika kabisa. Sasa pale kuaga na jini, ambayo yule jini munkar, yule ni jini ambaye anaweza kutekeleza kile kifungo. Sasa wakati tunaendelea kwenye hizo kuua, kufunga matumbo watu kuzaa, na pia kuna process za kuua, kwa nafanya kuua. Nakumbuka pia kisa kingine ambacho ilisababisha mauaji, ni pale kuna baba mmoja ambao kwenye mtaa ule, yeye alikuwa ni mtu ambaye anasifika sana, na nadhani kuna kipindi fulani alifika mpaka level ya juu kwenye wilaya. Alikuwa ni mtu mkubwa wilayani, na alikuwa anaanzisha barabara kutoka sehemu ile ambayo tulikuwepo pale kwenye ule mji. Wale watu wa sehemu inaitwa Lolo wanafahamu pale, yule alianzisha kwamba barabara ifike mpaka kijijini. Sasa tulivyoona huyu anaanzisha tena, anataka barabara ifike mpaka nyumbani kwake, ambako ikifika kwake ni sawa sana na kijiji wale wengine wote wanarahisishiwa usafiri. Kwa hiyo ikawa kuona huyu anajivunia pesa zake, na ndani hizi pesa ndizo zinazompa kiburi afanye haya mambo. Sasa tukajaribu kumpiga ugonjwa. Ule ugonjwa aliingia bafuni, chooni, ilituma jini kule, likaenda likampiga, akaparalyze, yani akaanguka kule chooni, na alivyoanguka akaanza kuwa mgonjwa kudumu, yani pale aliparalyze. Aliparalyze akaendelea, mara zile pesa ilikuwa kila akipata, yani zote za mishahara zinaishia matibabu, hakupona mpaka dakika mwisho nakufa. Maana yake tayari tulichukua kivuli chake cha pili, yani nafsi yake, na tulichukua sehemu yake ya maana yake yule alikuwa ana mtindo wa kunani, unakuta ana mtindo wa kukojoa sehemu ambazo unakuta si salama. Unakuta ameshuka, mara amekojoa hapa, ameshuka kwenye gari amekojoa. Yule mchawi akipata ule mkojo, akichukua na kivuli cha pili, akichukua na vitu ambavyo ni vielelezo kwa yule mtu, tayari ni sababu tosha. Mfano vitu vielelezo ni kama nywele au mafua ya yule mtu, au kitu kingine kama nguo. Kwa anamfunga yule mtu na kuandaa mauti yake. Yule alikufa, yule aliugua mpaka kifo. Sasa wakati tunaendelea hivyo, hiyo kazi nimemaliza. Baadaye sasa nikaingizwa, nikaambiwa kwenye kiringe, ambacho kile kiringe kilikuwa cha wale malema ambao mimi nikulia kule. Nikaambiwa sasa unatakiwa uingizwe, uwe mchawi yule ambaye Baba Lucifer amekusudia
uwe vile. Sasa wakati hapo nimesababisha yule baadhi ya watoto wengi wamefeli masomo, yani hatima zao zimeharibika. Mwingine alikuwa na ndoto kuwa mwalimu, mwingine akikwambia hivi basi unaenda na haribu. Akisema hivi anaenda na haribu. Au wengine wanamsoma unakuta kweli ana hatima hii, unaenda na haribu. Sasa baada ya kuharibu hiyo na kuua, ikafika mazingira ambayo sasa nilihitaji tena, walihitaji kunipandisha cheo. Hapo niko sasa kwenye kupandishwa cheo sasa. Maana yake tayari nilishavuka huko kwenye uchawi huu mdogo mdogo, huu wa kutega matego, kutoboa zile fimbo ili mtu akikanyaga tatizo limpate, uchawi huu wa chini. Sasa akanambia yule kiongozi wa Kilinge, akanambia ni wakati sasa wa wewe kwenda kuwa mkuu uliyekusudiwa. Akanambia siku ya Ijumaa utaapishwa, utaingizwa kwenye maagano rasmi sasa ya kufanya kazi kwa viwango vile vya juu ambavyo Lucifer, yani shetani, alikusudia uvifanye. Hapa alikuwa anakupitisha kwenye mitihani tu, lakini nataka ufanye zaidi ya hapo. Sasa wakati nimeambiwa siku ya Ijumaa, ambayo ilikuwa Ijumaa usiku saa 6:30 usiku, Ijumaa hiyo siku ilikuwa, nikapelekwa kwenye Kilinge, na pale kwenye madhabahu ile sasa ilikuwa ni madhabahu ya tofauti. Manake ile madhabahu sasa nikaambiwa sasa utaenda kuzimu moja kwa moja. Manake yule chana alikuwa anafanya huku kwenye makaburi, tukikutana kwenye vilinge vya kichawi, ila kuzimu ilikuwa bado sasa hizo njia sijafunguliwa za kuingia kwenda kuzimu na kurudi. Baada ya kuambiwa sasa naenda kupandishwa cheo, nikapelekwa sasa kwenye madhabahu kuu ya shetani ambayo ipo kuzimu, na pale nilisindikizwa na kaswida, aina fulani ya kaswida. Wale watu wanatangulia wanaimba, alafu mimi pia ninakuwa nyuma, nimefunikwa nguo nyeusi kama mtu ambaye, kama sherehe fulani ambayo ile sherehe haikuwa ya kawaida, ila ni sherehe ya kutawazwa, lakini haikuwa kama sherehe hizi za kawaida, kwa sababu unafunikwa vazi jeusi na unafungwa kitambaa cheusi, unafungwa kwenye macho kitambaa cheusi. Lakini pia kuna viapo na kukabidhiwa sasa wazazi wa kichawi wa kiroho, wazazi wa kichawi, baba na mama wa kiroho, na baba na mama hao, yani wakane huku duniani, wakane hawa na wakane ndugu zako, na upewe wazazi wa kiroho. Sasa ile sherehe ilifanyika pale, ilifanyika sherehe ambapo sherehe ya ile pale ilikuwa ya kuingizwa kwenye chama cha Freemason, ambacho hiko ni kitengo sasa kikubwa. Freemason ni kitengo kikubwa ambacho sasa mimi situmiki tena kule kama Freemason wa kawaida, ninatumika kitengo Freemason kwenye kitengo cha wakuu wa giza wenye kusababisha matukio haya. Sasa pale kwanza ninapozungumzia uchawi, level ya juu ya uchawi, kuna kwanza uchawi kama uchawi, unazidiana. Kuna falme, kuna wenye mamlaka. Wafalme wa kichawi nitawataja, au wafalme wa anga ni nani? Wakuu wa giza wenye mamlaka, hao ni kina nani? Siku hiyo walihudhuria wote hao wafalme kwenye hiyo sherehe. Walikuwepo wafalme wa ufalme wa shetani, pia walikuwepo wenye mamlaka, ambapo hao ni majemedari, lakini wao huwa wale wako karibu na Lucifer. Sasa wale huwa wanatuma mwakilishi mmoja. Pia walikuwepo wakuu wa giza, huwa wanatuma mwakilishi mmoja. Lakini pia walikuwepo wakuu wa giza, na hao wana mamlaka, kwa sababu kila kitengo, unaposikia uchawi Freemason, wewe ni aina uchawi. Illuminati ni aina uchawi ambavyo
huo wote uko chini ya hizo falme, himaya. Ni uchawi wa level ya juu, ukizingatia kwamba kuna hawa, licha hawa wachawi aina 6 hawa, kuna wachawi wa konikoni, kuna waswezi, kuna walemalema. Hawa ni wachawi ambao wanajulikana, wapo ambao wengine hata shetani hajawahi kumuona, wengine wanaweza kuwa ni wale wanamuona mara moja kwa mwaka, lakini sisi tulikuwa nakaa na Lucifer mara 2 kwa mwaka, kikao kikuu kwenye kitengo cha kuagiza. Au nilipoenda kutawaza, ile sherehe ilifanyika pale, aliletwa mtoto mchanga. Yule mtoto mchanga niliamrishwa kwamba lazima utoe moyo wa yule mtoto, ule moyo, yani wakati kinalia vile unapiga zile kucha, unachomoa moyo, unakula. Na hapo ukufuru Biblia, yani uinyee hiyo Biblia, na kile kipande kinakatwa unakimeza. Pia hapo unapewa damu kwenye kombe, damu unanyweshwa, na hiyo inakuwa kiapo, na unapewa nani, viapo maalum, unaapishwa kwa viapo maalum, maneno maalum, mazungumzo maalum, na hiyo sherehe unakuwa imemaliza hapo, kwa sababu tayari wewe unakuwa umetawazwa. Sasa kwenye ufalme wa hiyo, kwenye Freemason kiapo chake cha damu, wana kiapo cha damu na kukufuru Biblia, yani neno la Mungu, ili wanaenda kinyume nao, kunyia na kuweza kula. Lakini pia wakuu wa giza, huwa viapo ni hiyo, lakini vinakuwa na sherehe maalum tofauti na Freemason. Huwezi kuwa mkuu wa giza kama hujapitia kwenye Freemason. Kwa hiyo Freemason ni uchawi ambao upo nao, na tena ni mkubwa duniani, lakini pia kuna mamlaka ambapo wao wanapotaja Buriana, yule joka kuu, wanapotaja yule joka kuu, wanapomtaja au wanapotaja Leviathan ni mmoja ya joka ambayo yuko kwenye ufalme wa giza, ufalme wa shetani wa giza, au wanaitwa wakuu wa giza. Leviathan ndio yuko pale, ni joka ambayo yuko kwenye kitengo cha wakuu wa giza. Sasa mchawi wa kawaida anapoomba nguvu, anaposema, anapotaja majina wale majemedali wale, anapotaja Rusifugero-Fokale, anapotaja Harga-Lealepti, hawa wanapowataja wawaji wao kama wao, kuna vitengo hivi ile nguvu inaoperate ya hawa hapa wakuu wa giza na hawa wafalme. Lazima kitengo kimoja hapo kiende kimsaidie mchawi mpaka ifike sehemu kwamba wale wa majemedari wenye mamlaka sasa waweze kufika sehemu kwamba waweze kumsaidia huyu mtu, manake hivi vitengo vyote vishindwe kazi, ambao kuna wenye mamlaka, kuna wakuu wa giza, na hao wanaitwa wenye mamlaka, wakuu wa giza, na hao wafalme. Wakishindwa hapo sasa ndio wanaingia hao majemedari 6 wa kuzimu. Sasa hiko kitengo ni chenye uamuzi, na kesi kiisha hapo, manake anapelekewa Lucifer mwenyewe. Sasa pale kuingia kwenye kitengo cha Freemason, manake unavishwa Freemason, unavishwa kazu jeusi linafunga uso, au unaweza kuvishwa kitambaa cheusi unafungwa macho. Na kile kitambaa cheusi manake wewe kinakufundisha kwamba kuwa jasiri na ujiamini katika yale unayoyafanya, na uweze kuwa wa kuaminika. Kwa hiyo wakati ninapishwa kile kiapo na kupewa wale wazazi wa kule wa kiroho kule na huku duniani, kuwakana wa huku duniani, nikapelekwa kwenye kitengo moja kwa moja kwamba huyu sasa kwenye Freemason hata kuwa anatumika kama Freemason wa kawaida. Huyu kitengo hiki tulipitisha kwa ajili ya kiapo tu cha Freemason. Nikaapishwa Ijumaa tena ya mwaka wa 2, nikaapishwa kuingia sasa kwenye kitengo cha giza. Huo ilikuwa nakumbuka ilikuwa baada ya kukaa huo uchawi wa huku kuingizwa kwenye uchawi, nilikaa kama kwenye miezi 6 uharibifu. Lakini hapa kuingia mpaka kwenye uchawi wa kuchukua nyayo, kuharibu, kufunga mtu asizae, ilichukua kama mwaka 1 na miezi 9. Hapo
nikaenda sasa hapo kwenye mwaka wa 3 ndio nikaapishwa sasa kuwa kitengo cha Freemason. Lakini Freemason ambaye katika ulimwengu wa roho ni mtu mkubwa, lakini ulimwengu wa mwili anaonekana ni kijana tu wa kawaida, lakini ni mchawi wa kupitiliza. Kwa hiyo nikaambiwa ukifanya vizuri mwakani siku kama hii tutakuapisha tena kupandisha cheo, ufike kwenye ile hatua ya wakuu wa giza ambao wewe utakuwa miongoni mwao wa wale majini ambao walioasi mbinguni. Wewe utakuwa miongoni ambao asilimia kadhaa za mwili wako zitakuwa utatakiwa ufe. Asilimia kadhaa za mwili wako ufe, lakini asilimia chache utakuwa uhai duniani unaonekana, lakini unaonekana kule kama upo, lakini sio wewe unayeishi kule. Jini anavikwa yule jini anavikwa sura yako na umbo lako na kilo zako kama zilivyo. Kwa hiyo na wewe kama ulivyo, lakini unakuwa sio wewe unaishi kule. Ni yule jini anakuwa anaishi kule. Wewe ukiwa unatenda kazi kwenye mwili wa huku wa kuzimu ambao ni nafsi sasa, ambayo sasa hiyo ina umbo lake tofauti na muonekano tofauti na wa duniani. Sasa mwaka Freemason yule nilitumika kwa sababu kwanza nilikuwa natumika vitengo vya Freemason kama kitengo cha kuweza kuwezesha kama mtu wa kugawa sasa, wa kusaidia ile miaka ya utajiri mtu. Mfano alikuwa akija mtu anataka utajiri, labda anataka mali anataka mali za haraka, utajiri wa haraka, namuingiza kwenye maagano, nampeleka, namsainisha kwa mkuu. Yule mkuu anampa mikataba ambao jini, huyo mkuu ni jini, kuna jini anaitwa Kebin Ahab. Ili Kebin Ahab ni jini ambaye anasimamia mikataba ya Freemason na kuimarisha kila mwaka yale makubaliano. Ila Freemason hao miaka michache, mfano wale wanaingia mwingine anapewa miaka 3, mwingine anapewa kulingana na nyota yake na kulingana jinsi alivyopenda. Na Freemason hawezi kwenda yeye kama yeye, lazima nyota ipendwe. Kwa hiyo sikuwa nakiangalia hivi, nikimpiga jicho hivi mtu, ninajua huyu mtu anafaa kuwa mtu wetu. Sasa kule katika kufaa nilikuwa na uwezo wa kumletea tamaa, yani namuingizia tamaa, kitu inaitwa ashiki, tamaa ya kuwa na vyote unavyovitaka uvipate. Ile tamaa ndani yake ile inakuja namwambia, wewe maisha haya hakufai, maisha haya sio yako, wewe ni mtu fulani. Kwa akiangalia muziki wa maarufu watu maarufu, yeye anawaka tamaa, atatafuta kote. Anaweza akaingia kwanza kwenye uganga, akaenda kwa waganga, kaona wafarikishi, ndo unakuta anaenda sasa, natokea agent wetu anakuja na mshawishi kwamba bwana wewe, kwa nini unahangaika? Watu wapo wa kukusaidia. Napelekwa kwenye viapo vya Freemason kuunganishwa kule, lakini kwa mkataba maalum wa muda fulani. Kwa muda fulani kwamba huyo atakuwa tajiri ndani ya muda miaka 3. Hiyo ndio nilikuwa nasimamia miaka mifupi. Kwa hiyo pale yule akija sasa, anachokifanya yule shetani, wale wenye mamlaka sasa, ambao ni majemedari 6, wanamwambia wewe tunakupa miaka kadhaa, lakini ile miaka wanaiangalia kwanza. Kama huyu alipewa na Mungu kuishi miaka 80, wanaangalia kwamba tunaweza kugawanya muda gani. Wanaangalia kwamba huyu mtu tunaweza kugawanya nusu kwa nusu. Kwa miaka 40 atatumikia duniani, atakuwa tajiri duniani. miaka 40 atakuwa kuzimu akitumikia kule kuzimu. Kwa hiyo hawezi kufa mtu Freemason, hawezi kufa kabla miaka yake itimie kabisa aliyopangiwa na Mungu. Ni vigumu, hawezi kufa miaka ambayo amepangiwa na Mungu. Freemason yote lazima afe kabla miaka yake aliyopangiwa na Mungu ifike, ili aende akatumikia tena kuzimu kwa viwango vya juu. Sasa ilikuwa ikidili sana na kuangalia nyota ya mtu,
kuangalia kwenye kiganja na kumpaka ule uchawi kwamba awe na tamaa ya hela. Kwa hiyo akiwa na 100,000 atumie zote ziishe kwa wakati mmoja, alafu asirizike. Hata kama anapata kila wakati kila muda, asirizike na hizo, atamani kuwa na fedha nyingi zaidi na zaidi. Sasa zile tamaa zinamvuta. Sasa naleta agent, anakuja na kusemesha, au namsemesha mimi, namtokea namsemesha, naambia bwana naweza kukusaidia. Namtokea kwanza kwenye ndoto, namtamanisha zile fedha, namtamanisha tajiri, amekuwa tajiri, amekuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini baada ya kumtamanisha kwenye ndoto, siku namtokea hivi wazi kwamba bwana, wewe hutaki kuishi maisha haya, wewe sio maisha haya, fanya hivi, fanya hivi, tukutane siku fulani, nitakupa utajiri. Kwa ile siku tukutana sasa, namwambia siku fulani, siku ya ibada, twende sehemu fulani. Naenda kule, anaingizwa kwenye mkataba, huku anaapa na kuingiza kwenye kiapo cha moja kwa moja kutumika kuzimu. Kwa hiyo iko kitengo cha Freemason huko nilitumika hivyo, kuwaingiza watu kwenye mikataba ya miaka inayokadiriwa miaka 10, miaka 3. Mwisho kabisa ilikuwa miaka, yani Freemason ambao ilikuwa mimi nikimuunganisha mtu utajiri, ilikuwa mwisho ni miaka 20. Yani mimi nilikuwa kama wakala mkubwa wa kuwapeleka au wakaape viapo vya kuingia Freemason na kupata ule utajiri. Lakini kuna Illuminati pia. Hao Illuminati na Freemason, huu ni uchawi wa level za juu, na hao wote wanafanya kazi kwa kujuana, wanafahamiana. Illuminati anamjua Freemason, Freemason anamjua Illuminati, na Illuminati anamjua Brotherhood. Hao wote hawa ni vyama vinavyojuana, ni uchawi wa juu ambao makamu, yani huo uchawi ambao utendaji wa kiduniani hapa ni wa viwango vya juu. Sasa nilifanya hivyo ndani ya mwaka mmoja, kuingiza watu kwenye maagano ya kuzimu, maagano ya kishetani. Manake agano la utajiri, mtu akitaka utajiri nampa, mtu akitaka umaarufu anapewa umaarufu kutokana na vile ambavyo anahitaji. Lakini ule umaarufu hauji haraka haraka hivi hivi. Unaombea kitu cha kufanya, kwamba wewe maarufu wako unataka utokee wapi? Kama ni kwenye eneo la uimbaji, au kama ni eneo la biashara, unataka uwe maarufu sehemu gani? Basi kupitia kile kitu anachokifanya, ndivyo hivyo atakuwa maarufu huko, ila tunampa kisababu ambacho atapata ili aweze kuwa maarufu. Sasa wakati naendelea kwenye mazingira hayo, kuingiza watu kwenye maagano sasa ya Freemason, nikatangazwa baada ya mwaka mmoja kule kutumika Freemason, nikatangazwa sasa kwamba huyu ambako kuzimu huwa ina majina maalum. Kwa hiyo lile jina langu liliitwa kule kuzimu, kwamba huyu sasa tunampandisha cheo kuwa cheo cha mkuu wa giza. Wakuu wa giza wanaitwa hivyo hivyo, wakuu wa giza, ambapo sasa kule kuna unaposikia God Breaker, kuna God Breaker, huyo ni mkuu wa giza. Kuna Leviathan, huyo ni mkuu wa giza. Tofauti na hao akina Arishomiri na kuna Apollo. Sasa nikwambie tu kwamba katika ufalme au kwenye viwango vya wakuu wa giza, mimi nilikuwa kwenye cheo kinachoitwa God Breaker. Hawa ni wakuu wa giza ambao asilimia fulani ni wanadamu, asilimia chache sana ni binadamu. Yani kwenye asilimia 100, asilimia 10 ni binadamu, ambao ule mwili nao huvai wewe, anavaa yule jini. Yani unatumika kule kuzimu, lakini wewe huko unaonekana unaishi na unafanya kama vile tabia ulizokuwa nazo zile, lakini yule jini ndio anayevaa, ambao hao ni jini wa huku chini, level ya chini, kwa sababu wewe una kazi maalum kubwa ya kuhakikisha muda wote unakuwa kwenye mwili wa kishetani, ili usiweze
ili usiweze kushushwa chini, ili usiweze kushindwa mamlaka yako. Kwa vile viapo huwa tunapita mbele ya Lucifer, tunapishwa kiapo mbele ya Lucifer, naapa kwamba mimi fulani, anaongoza yale maneno na moto wale, kuna wale nani Leviathan joka anautema ule moto mnauluka, mnauvuka. Ndio mkataba huo kwamba unauvua mwili, tayari wewe unakuwa asilimia kubwa ni shetani. Kwa ule moto unavotoka ni mkataba, unauluka upande huu, unaluka upande huu, alafu unapita, unaapa kwamba sitamwangusha shetani kwa lolote lile, liwe dogo au kubwa, sitamwangusha. Kwa hiyo Lucifer anachofanya, anasimamia vile viapo na kutoa nguvu kwa Leviathan, ili ile nguvu ya yule joka kuweza kuimarisha kile kiapo na ule mkataba vizuri. Kwa hiyo anakuwepo yeye mwenyewe Lucifer pale na hao Leviathan. Kwenye kitengo cha wakuu wa giza, Leviathan ndio kiongozi mkubwa. Unapopiga wakuu wa giza, tunaposema mkuu wa giza, unaposema Leviathan, si sawa, kwa sababu huyo ni mmoja wapo, na kuna Godbreaker na kuna vitengo vingine kule viko vya crafty. Unaposikia angel craft, yani malaika wa giza, hawa ni wakuu wa giza, vina vitengo vinatofautiana. Kwa hiyo sasa, wakati ni baada ya mwaka mmoja huo nikapandishwa kule, inakumbuka sawa, ni mwaka wa kawaida huku duniani, kwa sababu kuzimu ina miaka yake na duniani pia ina miaka yake. Yani miaka ya kuzimu na duniani huwa haiendi sawa, haiwezi yani huwezi kufananisha. Sasa kule kuzimu ilionekana baada ya mwaka mmoja, lakini huku duniani ilikuwa miaka yani huku duniani toka kuingizwa kwenye uchawi, manake ilikuwa inasabika ni miaka 9. Miaka 9 ndipo kwenye uchawi, ndio kuingizwa kwenye kitengo sasa cha mkuu wa giza, eneo la wakuu wa giza, kikosi cha wakuu wa giza, utendaji wao. Kwa hiyo ile eneo tulikuwa tunaonana sasa na hao wakuu wa anga. Tunaposema mkuu wa giza, mkuu wa anga, kile eneo lina vitengo mbalimbali na kusababisha matukio mbalimbali. Mfano sasa, mkuu wa giza, mimi kitengo nilichokuepo kwanza, kitengo cha mkuu wa giza nilikuwa kuweza kuleta magonjwa, kuleta maskini, kuvunja ndoa na uharibifu juu ya kanisa. Anafanyaje kazi? Kwenye kitengo cha wakuu wa giza nilikuwa nafanya kazi kwa kutumia vifaa au vitu. Mfano, moja eneo ambalo nilikuwa nikitumia ni vitu vya mviringo. Kuna hivi vitu, kwanza nirudi, sisi kuna kanuni 4 ambazo hatoki nje ya hizo kuadhibu, ambazo pia Mungu anazitumia. Wakati mwingine unaweza kusema hili jambo ni Mungu, wakati kumbe sio Mungu. Wakuu wa giza hawafanyi kazi nje ya kanuni 4, ambazo hizi ukipiga itakusaidia wewe kutoka kwenye eneo hili. Kwanza, Biblia ukisoma Ufunuo 6 mstari wa 8, nasema wakapewa uwezo kuua kwa upanga, kwa tauni, kwa njaa na hayawani wa nchi. Hivyo vitu wakuu wa giza pia wanatumia. Kwa hiyo hao waliopewa na Mungu, ukisoma kwenye kitabu cha Ezekiel, ukisoma vizuri vitabu kwenye Ezekiel, nasema nami nitapiga hiyo nchi, nitaipiga kwa tauni, kwa hayawani wa nchi, kwa upanga na kwa njaa.
Kwa unaona hivyo vinafanana. Hawa wanapiga kwa vitu vinne, kwa silaha 4, na wakuu wa giza nao wanampiga mtu kwa silaha 4. Kwa hiyo naposema hayawani wa nchi, mkuu wa giza ana uwezo wa kutumia. Nilikuwa natumia wanyama hawa, wanyama nao waona, wanyama hawa na uwezo wa kuvaa umbo la mnyama kama paka, kwa sababu pia kule kumbuka, kuna elimu pia ambayo huwa inatolewa kila miaka mitatu. Elimu hiyo inatolewa ambayo sasa level ile pale ya kuvua ubinadamu na kuvaa ule ushetani, kila miaka mitatu ile elimu inatolewa. Yaani unasoma miaka mitatu, lakini huku unasoma, huku unafanya uharibifu, huku unaingia kwenye practical, unafanya matendo ya maovu ya kuharibu watu na kanisa, kuharibu maisha ya watu. Sasa mkuu wa giza ilikuwa kitengo cha hayawani. Hiyo kitengo cha mkuu wa giza kuharibu, sasa naharibuje maisha ya mtu kupitia hayawani. Hawa wanatumia hayawani kwa sababu Mungu alileta, kumbuka kwamba wana Israeli walipokosea pale, waliponungunika sana kule nchi katika jangwani, waliponungunika, alipeleka nyoka zinazouma, nyoka za moto. Lakini hapo unaona tena Mungu akamwambia Musa anyanyue nyoka wa shaba, atengeneze nyoka wa shaba, kila atakayemtazama kwa imani atapona. Sasa yule nyoka yule wale ndio wanaitwa hayawani wa nchi. Natumiaje sasa wale nyoka? Mfano umbo la nyoka, umbo la mjusi, umbo la nge, umbo la simba. Unakuta mtu ameliwa na simba, unasikia mtu chui amempitia, amemlalua, au unasikia mtu nyoka amemgonga na sumu ikasambaa haraka sana ikamuua. Wanafanyaje kazi? Mkuu wa giza, kitengo cha ukuu wa giza hiko kina uwezo, kwa sababu hata kama mnyama ana akili nzuri, kwanza kile kitengo kinadili na ufahamu, kinadili na akili na ufahamu. Yaani mkuu wa giza, kitengo cha wakuu wa giza ni kitengo kibaya, kwa sababu chenyewe hakitafuti nyayo zako, hakitafuti nywele yako. Chenyewe kinapenya kupitia ufa wako wewe ulioko ndani yako. Yaani unaletewa wazo. Yaani unaposikia shetani akasimama juu ya kinara akamshawishi Daudi ili ahesabu watu, yule shetani ni mkuu wa giza. Yaani mkuu wa giza anatumia ushawishi wa kiufahamu kucontrol ufahamu. Paulo alipozungumzia kwamba, unasema akazungumzia mkiangusha kila fikra, huwa anatumia sana fikra. Sasa wengi wanapiga mkuu wa giza. Unaposhirika mkuu wa giza, dili na mambo kama hayo, ufahamu. Yeye huwa hachoti nyayo yako, hachoti nywele yako, wala endi kupiga fundo. Yeye anakuingizia wazo, anakushawishi ulifanye. Ile giza anakushawishi ulifanye. Kwa hiyo lile wazo anakuletea hivi, anakuletea wazo kwamba lile giza kwa sababu mkuu wa giza huwa ana uwezo wa kutema ule giza, kutema ile nguvu ya kuweza kuamuru wewe na wewe usiione ile giza, na ana uwezo wa kukupiga jicho. Akupiga jicho pale alipokuepo wewe umuone, sababu macho ya kiroho wengi hawana. Akupiga lile jicho tayari na control mawazo yako na nguvu yako wewe ya kuweza kuamua kinyume na lile wazo ambalo umepandikiziwa. Kwa unakuta mwingine anasema anatamani kwamba yaani unakuta wazo tu linamwambia nenda kaibe. Alafu kwenda kuiba huko kwenda kuiba
hataki, ila kwa sababu tayari lile wazo ameletewa na mkuu wa giza lishaingia ndani yake na kulikuwa na ufa au mwanya ndani yake, ile wazo likaingia, hawezi kulicontrol mpaka atokee mtu muda huo mwenye nguvu aweze kumsaidia kwa maombi maalum ili aweze kutoka. Kwa hiyo ndani ya kufanya hivyo tutumia hayawani. Yule nyoka anakuja na kugonga katika ulimwengu wa roho. Hayawani ni nyoka na viumbe vikali. Unakuta kwenye ndoto wewe unaota umeng'atwa na paka. Yule paka kwenye ndoto unapoota umeng'atwa, ujue umeingiziwa wazo baya au ugonjwa mbaya, ambao ugonjwa huo ni wa uchungu. Magonjwa gani ya uchungu? Ndoto ile unakuja paka amekung'ata. Gonjwa gani ambalo huwa ni la uchungu sana? Yaani yenyewe mpaka utulize kwa dawa za kutuliza maumivu. Ukiota wewe nyoka amekugonga au paka amekung'ata, hizo zote zina maana. Nyoka amekugonga, maana yake wewe tayari kwenye ufalme wa giza alikuwa anatumia nyoka. Ukiona amekugonga, tayari wewe utaugua, au ile eneo leo kama amekugonga kiganjani, ujue amesha kuzuru mafanikio yako wewe, na tayari naaminishwa hapa kiganjani, hapa hili ni gimba. Kuna kitu vinaitwa gimba. Kuna kwenye nyota. Sikiliza kwanza nirudi hapo. Pia wakuwa wagiza na wanajimu. Na wanajimu ni watu ambao hawatofautiani. Yaani kwenye utendaji wanaweza kuendana kiasi fulani. Wanajimu au wasoma nyota kwa kiasi fulani wanaweza kuendana, sababu mkuu wa giza mpaka apiga engo fulani lazima akusome wewe ni mtu gani na una shine eneo gani, maisha yako wewe yana nguvu eneo gani, na unaweza kupigwa kwa engo gani. Nyota yako wewe ni nani. Kwa mkuu wa giza akikusoma anajua nyota yako wewe ni nani, na anajua wewe ni mtu aina gani, na anaweza kupiga engo gani. Na ndio maana unapoomba maombi kama mtu wa Mungu, omba sana sana kuhusu eneo lako wewe la ufahamu, eneo lako wewe la nafsi. Komboa sana, ombea sana maombi ya nafsi, kwa sababu nafsi ndio inasomwa sana. Na sikiliza, anayelogwa sana ni mtu aliyeokoka, ila tu kuna neema tu ya Mungu ambaye huwa inawalinda watu. Ile uchawi huwa wakati mwingine unadunda, lakini ukipatikana tu na kaufa kidogo, yani unachunguzwa, kama kumbuka anasema unachunguzwa wewe, je kuna ufa gani kwako, kwamba wameshajua udhaifu wako wewe ni hasira, wameshajua udhaifu wako wewe ni kuongea, unapoongea una panic, au wameshajua ufa wako wewe ni wanawake au ufa wako wewe ni uchoyo, au ni uongo, au ni magomvi, tayari hapo unapigwa tu vizuri. Kwa hiyo sasa kile kitengo inatumia hizo roho 4. Hayawani, unaoteshwa ndoto, umegongwa na nyoka, unaota ile ndoto. Sasa unapoota umegongwa na nyoka kiganjani, maana yake wewe dhamira yako wewe imepigwa, nyota yako imepigwa eneo la maamuzi. Kwa hiyo utamiliki kitu kama hutaamua. Ni wale ambao unashika pesa nyingi, lakini unakuta ulichofanyia hakuna, na ulichotaka kukifanya wakati mwingine hukifanya, kwa sababu maamuzi, dhamira yako wewe umedhamiria kitu hiki, lakini unashangaa kitu cha dhamiria ukifanyi, bali mengine ndio unayafanya ambao hukudhamiria kabisa. Kuna mwingine anaamini kwamba hii fedha nikifungua biashara italipa, lakini ghafla hilo wazo la biashara, mfano anataka afungue duka la vyakula, unakuta ghafla hilo wazo linabadilika, anasema hii fedha ngoja nikakopeshe watu. Anaenda nakopesha watu, na akishakopesha halipwi. Kwa hiyo anarudishwa kuwa maskini pale. Kwa giza anatumia hizo mbinu. Wewe wazo, unakuta wazo ulikuwa kwamba unataka ukasome, lakini ghafla unashangaa umepewa fedha, umepata fedha. Yaani wale kwa tuna uwezo wa kusababisha hata kuleta agent wetu ambaye atakuja kwa lengo la kuharibu hatima. Wewe umepanga kwenda kusoma na kuletea fedha, alafu unakwambia ile fedha wazo linakuja,
bora kufanya shughuli zingine kuliko, mbona wengi wamesoma hamna chochote, hajapata chochote, kwa nani atahangaika kusoma? Hii ni habari njema. Promova TV inakualika ewe mtumishi wa Mungu ambaye ungependa kutoa ushuhuda au mahubiri ili kuwafikia watu wengi zaidi duniani. Wakati ni sasa. Promova TV itakurusha hewani bure katika vipindi vyake vya neno la siku, mkate wa siku, kutoka ibadani, wito wangu na ushuhuda. Nafasi hii ni kwa watumishi wa Mungu wa kweli. Basi wasiliana nasi kwa namba 0766294335 au 0784074462. Fursa hii si ya kuikosa. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba +255762841734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni +254114844 Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 3005111181973. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova. Promova TV, a home of testimonies.